Shalom, mimi naitwa Jof. Kuna mtu ameuliza swali, anasema naomba kufahamu kifo cha Yuda kilitokeaje? Alijinyonga au alikufa mashambani? Maana nikisoma Matendo na Mathayo inaelezea vitu viwili tofauti. Asante sana kwa swali lako. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 3 mpaka wa 5 unaelezea kwa habari ya kifo cha Yuda, na Matendo 1:16 mpaka 19 pia kinaelezea. Hii Mathayo inasema Yuda alijinyonga. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo, Yuda alianguka shambani akafa. Sasa kuna watu wanachanganya, wanaona kama ni scenario mbili tofauti. Ukweli ni kwamba sio scenario mbili tofauti, japo vimeelezewa. Kitabu cha Mathayo aliandika kuhusiana tu na tukio kwamba Yuda alijinyonga, lakini kwenye kitabu cha Matendo Luka alielezea zaidi, kwa maana ya kwamba ukisoma kwenye historia ya Biblia inaonekana ya kwamba Yuda baada ya kumsaliti Yesu alizirudisha zile fedha, alafu wale makuhani walinunua shamba. Sasa Yuda alienda kujinyonga kwenye shamba ambalo lilinunuliwa kutokana na zile fedha, na ndipo Yuda alipojinyonga mwili wake ulianguka na ukapasuka. Sasa kama ambavyo kitabu cha Matendo kimeandika kwamba akaanguka kwa kichwa, akapasuka tumbo lake, matumbo yake yote yakatoka nje. Hii inaelezea baada ya kujinyonga tukio lililofuata, lakini pale kwa Mathayo aliishia tu ishu ya yeye Yuda kujinyonga. Kwa hiyo sio scenario mbili tofauti, ni scenario moja ambayo imeelezewa huku kwa urefu zaidi, huku ni kwa namna fulani. Kwa hiyo usichanganye kwamba huku Mathayo anasema Yuda alijinyonga, alafu huku Luka kwenye Matendo, aliandika kitabu cha Matendo ni Luka, kwamba anaonyesha kwamba alinunua shamba na zile fedha akaenda kujiua kwenye lile shamba, kwamba alianguka kwenye lile shamba. Kweli ni kwamba Yuda alijinyonga kwenye shamba ambalo lilinunuliwa kutokana na fedha ambazo Yuda yeye alizirudisha. Asante sana kwa yeye ndio umeuliza swali. Kama unahitaji ufafanuzi zaidi, karibu niko hapa kwa ajili ya kuendelea kusaidiana na wewe, lakini pia kama una mchango hiki ambacho mwenzetu ameuliza, mimi nitafurahi sana pia kupata mchango wako, lakini kama una swali pia usisite. Mungu wa mbinguni akubariki sana.